tutakuwa na magunia milioni 3 ya mbolea ya msimu huu wa upanzi. Nyinyi mnanielewa? Na mpango yetu ni kuhakikisha ya kwamba tunapunguza ile gharama ambayo tunatumia kuagiza chakula kutoka nchi zingine. Ile bilioni 500 ambayo tunatumia kuagiza chakula, tunataka kuipunguza by 50% in 5 years and by 100% in 10 years, ili tuzalishe chakula ya kutosha Kenya, tuondoe aibu ya njaa. Jameni, nyinyi mnanielewa? Na nazidi kurudia, chakula haiwezi kupatikana ati kwa sababu mtu amevaa sufuria akaweka kwa kichwa. Lazima uende shambani. Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana? Jambo la 3, mimi nilikubaliana na nyinyi na ndio mlienda mkapiga kura, nikawaambia tuko na vijana wengi, mamilioni Kenya hii hawana kazi. Wamesoma, wako na certificate, wako na diploma, wengine na degree, lakini kazi imekosekana. Na kazi haiwezi kupatikana kiholela. Kazi haiwezi kupatikana kwa bahati. Kazi lazima serikali ipange ni mpango gani itatuzalishia nafasi ya ajira. Nyinyi mnanielewa? Na ndio nikawaambia mpango ambayo moja wapo ambayo itatupatia nafasi ya ajira ni hii mpango ya housing. Si ni kweli? Hii mpango ya housing tunataka kuajiri vijana 1,000,000 Kenya wafanye kazi hii. Na tumeweka housing kwa sababu hii housing iko na sehemu kubwa ya kuzalisha ajira. Hapa kwa site, nimeuliza mungwana hapa, akaniambia hapa site kuna mawe inatoka kwa quarry. Kuna wale wanafanya quarry, wanatuletea mawe, wanatuletea kokoto, wanafanya kazi huko. Kuna transporters wanatuletea, na kuna wale wanafanya kazi hapa site. Ni kweli ama si kweli? Wote hawa wanafanya kazi. Hapa kwa site tuko na chuma. Kuna wale wanafanya kazi kwa factory ya chuma. Kuna wale wanafanya transportation ya chuma. Na kuna wale wako hapa wanafanya kazi na hiyo chuma. Hiyo line yote ni nafasi ya ajira. Hapa kwa site kuna watu wanauza simiti. Kuna simiti inatumika hapa. Kuna wale wanafanya kazi kwa kampuni ya simiti. Kuna wale wanafanya uza simiti huko katikati. Kuna wale wanatuletea transportation ya simiti ifike hapa. Na kuna ile watu wanafanya kazi hapa kutumia hiyo simiti. Ni kweli ama si kweli? Hiyo msururu yote ni watu wanafanya kazi. Tunaelewana? Ili kazi hii iendelee, kuna architect wamechora hii kazi. Kuna quantity surveyors wamefanyia kazi. Kuna masons wako hapa. Kuna plumbers wako hapa. Kuna electricians wako hapa. Kuna carpenters wako hapa. Hawa watu wote kutoka architects, quantity surveyors, engineers, plumbers, carpenters, masons, hawa watu wote wanafanya kazi. Ni kweli ama si kweli? Katika hii site ndogo ya nyumba 200, tuko na watu wanafanya kazi hapa watu 600. Ni kweli ama si kweli? Wale wanafanya kazi kwa hii site, hebu wekeni mkono juu nione. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaambie, kuna watu ambao, na kuna wengine wengi bado hawajapata hiyo kazi, si ndio? Na ndio sababu tunamaliza hii. Tukimaliza hii ndani ya mwaka moja, hii Kidiwa estate yote hii mpaka kule kwa Masharia, eka 50, hiyo watu yote tunawahamisha, wanakuja kuishi hapa. Tunaanza sasa kujenga manyumba ingine dunia hiyo yote, na tuajiri wa Kenya wengine zaidi. Tunaelewana ama tuelewani? Sasa mimi nataka niwaulize watu wa Kidiwa, si ndio? Sasa kuna watu ati wameenda kotini, wamesema tusimamishe hii mradi. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Kidiwa, hii mradi mnataka isimamishwe ama iendelee? Mnataka isimamishwe ama iendelee? Wale wanasema iendelee nione kwa mkono. Mimi nataka niwaulize wale wameenda kotini,
Kwanza wale wameenda kotini ni mtu wako na nyumba, ni mtu wako na kazi. Ni kweli ama si kweli? Alafu anaenda kotini ati anaenda kusimamisha hii kazi mtu mwingine asipate ajira kama yeye. Hawa watu mnafikiri ni watu wanatakia mema mambo ya Kenya? Mimi nataka niwaambie wale wanapeleka maneno kotini. Kwanza nyinyi mko na kazi. Wewe uko na kazi, uko na mapato. Unachukua pesa yako, unapeleka kotini, unaenda unanunua wakili, unaenda unaongana kule kwa mahakama. Ati alafu mimi wanataka ninyamaze. Mimi nataka niwaulize. Mimi siiko kwenye katiba ya Kenya kwamba tuendelee na hii kazi? Si tulienda kwenye uchaguzi? Si mukapiga kura manifesto yenye iko na hii kazi? Si mimi nilienda bunge? Si bunge ikapitisha sheria ya kufanya hii kazi? Hii kazi itasimama ama itaendelea? Hii kazi itasimama ama itaendelea? Mimi nataka niwaambie wale wako kotini na watusikie mapema. Wale watu wameenda kotini, mimi nataka nikuzungumze na wao. Nyinyi ambao mko kotini mko na kazi. Watoto wenu wako na kazi. Nyinyi hamujawahi kulala njaa. Nyinyi hamujapiga lami mpaka kiatu ikakatika kwa sababu unatafuta kazi. Alafu unaenda kotini, unanunua wakili, unapeleka kotini, unaongana ati hii kazi isimame, hawa watoto wa Kenya wengine wakae bila ajira. Mimi nataka niwaambie hawa watu wako na Mungu na wako na mimi. Tutapambana na nyinyi. Sijui kama tunaelewana jameni. Sijui kama tunaelewana. Shida kubwa ya Kenya ni kukosekana kwa ajira. Pale nyuma hakukuwa na mpango. Sasa iko mpango. Ni kweli ama si kweli? Sasa mimi nataka niwaambie nyinyi ambao mko kotini mnataka kusimamisha hii kazi. Please, tafadhali, kuweni na utu. Kuweni na ubinadamu. Nyinyi mko na kazi. Watoto wenu wako na kazi. Hawa watoto wa mama mboga na mahasla hawana kazi. Na mimi ni wakili wao. Na mimi siwezi kuongana kotini. Badala ya kuongana kotini, tutamaliza ufisadi kotini. Nyinyi mnanielewa? Ati kuna watu wengine wananiambia ati kwa sababu ile serikali ilipita ati walikuwa na budget ya kuongana kotini. Ati mimi niende nitengeneze budget ya kuongana kotini. Mnataka ati pesa yenu itumike ati kuongana kotini? Hiyo kazi haiwezi bwana, haiwezekani. Hakuna budget itatengenezwa ya kuhonga mtu yoyote kotini. Badala ya kuongana kotini, sisi tutamaliza ufisadi kotini. Kwa sababu kotini is supposed to serve the people of Kenya. Mahakama ni wafanyikazi wa wananchi wa taifa letu la Kenya. Ni kweli ama si kweli? Na kwa sababu wako na madharau, kwa sababu wanasema wao wako na pesa ati ya kununua wakili, ati wako na pesa ya kuhongana kotini. Mimi nataka niwaambie hawa, kama hawa hawana, nyinyi mko na pesa ya kununua wakili? Mko na pesa ya kuhongana kotini? Sasa wasikie, mimi nimepatiwa nafasi na hawa wananchi wa Kenya. Mimi ndio wakili wao. Na nitasimama na wao mpaka kila mtoto wa mama mboga wa hasla apate ajira. Whatever it takes. Sijui kama tunaelewana jameni. Hii Kenya imekwama siku mingi kwa sababu hakuna watu wako tayari kuamua vile Kenya itasonga mbele. Mimi nimesema mimi niko tayari. Nitaamua hii Kenya mpaka ikuamuliwe iende mbele. Tunaelewana? Mnasema tuende mbele ama mnataka tukwame dunia hii? Si ndio? Hii kidiwa simehangaika miaka nyingi. Mbona wao hawakuja kujenga hii program ya housing? Tulikuwa na hii program ya housing 2017. Lakini badala ya kusongesha hii program ya housing mbele, wakakuja wakatuletea rege, wakatuletea BBI. Sasa hii program ikasambaratika, ati wanataka kuturudisha pale tena ati kwa maandamano. Hawa watu washindwe. Ama namna gani watu wakidiwa? Tumekubaliana? Tumekubaliana watu wakidiwa. Hii program iendelee. Hapa Eldoret mimi nataka niwaeleze. Hii program tunaanzisha hapa.
na mpango yangu ni kujenga nyumba 20,000 hapa Eldoret. Mimi nitahitaji vijana karibu 50,000 wa kufanya hiyo kazi. Nyinyi mko tayari? Mko tayari? Hii kidiwa yote hii ekari 50 tutaiweka chini, tujenge nyumba ya ghorofa 10 kila mahali hapa Eldoret. Hapa kwa railway, si hapa iko railway? Hii railway city tunaweka nyumba hapo 10,000. Tayari tumetangaza kandarasi ya kuanza kujenga hizo manyumba. Pale Pioneer mimi naenda huko saa hizi. Tunaenda kuanzisha nyumba zingine 1,500 pale Pioneer. Nimeambia hawa viongozi hapa Shauri tupange, kule Ziwa tupange, Ainapkoi tupange, Tarbo tupange, ndio tubadilishe Kenya. Hawa vijana wapate ajira na watu waache kukaa kwa slum, wakuje waishi kama wananchi wengine. Nyinyi mnanielewa? Na mimi nataka mnisikize vizuri. Hapa kwa hizi manyumba, kwa mara ya kwanza, mama mboga, bodaboda na wale watu wa chini mtapata nafasi ya kununua nyumba hapa, kwa sababu nyumba itakuwa shilingi 3,000 ama 4,000 kila mwezi, na unalipa alafu nyumba inakuwa yako. Badala ya wewe kulipa rent 3,000 ama 4,000, wewe sasa utakuwa unalipa na hiyo nyumba itakuwa yako. Kwani nani alisema ya kwamba mama mboga hawezi kuwa na nyumba? Tunaelewana? So mimi nataka tuelewane mapema. Mahakama iko huru. We respect the independence of the judiciary. We respect the independence of institutions. But that independence does not extend to sabotage the public interest. It doesn't extend to sabotaging and denying Kenyans their constitutional right under Article 43 that guarantees them social and economic rights. Any institution that undermines the delivery of constitutional rights, social and economic, to the people of Kenya is undermining the Constitution. And to all that extent, I want to say, we are going to make sure that all of us respect the sovereignty of the people of Kenya. Tunaelewana jameni? And when I say, and I will repeat, that we must deal firmly, decisively with corruption in the judiciary, I mean it. And we are going to deal firmly and decisively to root out corruption in the judiciary. Nobody should tell us that the independence of the judiciary will be used to deny the people of Kenya their rights. Nobody should tell us the independence of the judiciary also means that the judiciary is holy or sacrosanct. It is still subject to the people of Kenya. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja watu wakidiwa? Tasonga pamoja? Mimi nauliza nyinyi, leo mimi na launch hapa housing. Kesho program ya housing mimi naenda kulaunch kule Laikipia. Hiyo siku ingine nitakuwa Nyandarua. Hii program ya housing kwa mapenzi ya Mungu itasonga mbele, vijana watapata ajira na tutahakikisha ya kwamba Wakenya wanapata haki yao yenye iko katiba, Article 43 of social and economic rights. We are making sure that this happens. Tuko pamoja jameni? Watu wakidiwa tumeelewana? Sasa nyinyi, si mnanijua vizuri? Si mimi nilikuwa mjumbe wenu hapa? Sasa nyinyi, mnaona mimi kweli ni mtu nitatishwa na mtu yeyote? My friends, watafute mtu mwingine. Hiyo mchezo wawache. Kenya hii tumechelewesha maendeleo ya Kenya. Tumechelewesha transformation ya nchi yetu. Nchi ambazo tulianza na wao wako mbele yetu, na kwa sababu sisi hatujapata nafasi ya kuhakikisha kwamba tunaamua vile Kenya inaenda mbele. Saboteurs, watu ambao kazi yao ni kuhujumu maendeleo ya Kenya, they have had a field day for far too long and they will not continue to have a field day. We will deal with them. We will ensure that Kenya moves forward. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Mnasema tusonge mbele. Vile vile mimi huyu mjumbe wenu wa Soi hapa. DK, tumekubaliana ya kwamba
Mbali na hii program ya housing ambayo tunapangia ajira, pia tumehakikisha kwamba tumebadilisha sheria ya CDF. Huyu muungwana atajenga ICT hub katika kila ward hapa Soi na Kenya mzima, ili pia tuwapange vijana wale wengine na ajira ya digital jobs. Tunaelewana? Tuko pamoja? Jambo la tatu, tumekubaliana vile vile, hata mkiona gazeti ya leo, nimeenda duniani kote na nimepanga ajira ya vijana wetu wa Kenya. Leo katika gazeti ya leo tumetangaza nafasi 2,500 ya nurses wauguzi wa Kenya watakaoenda nje kufanya kazi. Na hiyo ni hatua ya kwanza. Mpango yetu ni kuhakikisha kwamba kuna Wakenya 500,000 wataenda kufanya kazi nje, watuletee madola, wachenge taifa letu la Kenya, wapate ajira, kwa sababu tatizo kubwa ya Kenya ni mambo ya ajira, and it is the responsibility of a responsible government to make sure that there is a program, there is a plan on how to deliver jobs to the millions of Kenyans who need them. Tumekubaliana jameni? Na hiyo kazi mimi nitafanya na bidii sana. Ama namna gani? Tuendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Sasa mimi nauliza nyinyi, si mnajua mimi niko nyumbani nikiwa hapa? Si mnajua niko na muungwana ananisaidia hii kibarua?